aliwaambia kwa mifano ili kutimiza unabii. Kama tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa akifundisha kwa mifano, inamaanisha kwamba kama ni mfano maana yake kuna uhalisia wake. Kama kuna mifano maana yake kuna ukweli wake. Ya mfano ni kama kivuli. Mfano ni kama kitu ambacho kinawakilisha kitu kingine ambacho kina sifa na tabia zinazofanana na hicho kitu. Maana yake ukipewa mfano, maana yake huo sio uhalisia, ni sawa na kivuli. Ukiona kivuli maana yake kitu halisi kipo ambacho kimeweka hicho kivuli. Kwa hiyo sasa tukisoma hapa katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 34 na 35, anasema hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe Yesu Kristo, mafundisho yake au neno lake limejengwa kwenye mifano, limejengwa kwenye mafumbo, limejengwa kwenye mithali. Ndio maana inakuwa ni vigumu sana kulielewa neno la Mungu kwa akili zetu. Ndio maana inakuwa ni shida, ni kazi kweli kweli kulielewa neno la Mungu kwa akili zetu. Na kila wakati tunapojitahidi kuelewa neno la Mungu kwa akili zetu, tunajikuta kwamba tunapotea kabisa. Tunajikuta kwamba tunapotea. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu halihitaji akili ya kibinadamu, linahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo imetupasa tuelewe kwamba kumbe tunapolisoma hili neno la Mungu, sio kwamba kila kitu ambacho tunakisoma ndio kilivyo. Vitu vingine ni mifano, ni mafumbo, ni mithali. Kwa hiyo kama ni mafumbo, mifano na mithali, maana yake kuna vitu ambavyo vinamaanisha. Lakini ili tupone, inatakiwa sasa tujue hizo siri zinamaanisha nini. Hizo siri za ufalme wa Mungu inatakiwa tuzijue, kwa sababu tusipozijua hatuwezi kupona. Ndio maana katika Mathayo hiyo sura ya 13 mstari wa 15 anasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kumbe ili uweze kuponywa na Yesu Kristo, ili uweze kuokolewa, ili uweze kuokoka, inabidi uweze kuelewa. Manake ukielewa tofauti na jinsi ambavyo anataka uelewe, utapotea. Ndio maana katika Mathayo 7:21-22 anasema kwamba wengi watanijia wakisema kwamba, Bwana, tulitoa unabii kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya hivi kwa jina lako. Lakini Yesu anasema kwamba nitawaambia siwajui ninyi, na wajua wale waliokuwa wakiyatenda mapenzi ya Baba wa mbinguni, hao ndio ninaowajua, lakini ninyi siwajui. Sasa kama huyajui mapenzi ya Baba wa mbinguni, huwezi maana yake kuingia ufalme wa mbinguni, na huwezi kuyajua mapenzi ya Mungu wa mbinguni kama unalisoma neno la Mungu bila